Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja kuzungumzia hii hoja. Manake watu wengi wao wanasema kwamba sitakiwi kutoa zaka. Fungu la 10 sitakiwi bwana kulitoa kanisani, kwani lina ulazima gani? Kuna mtu nilikuwa naongea naye nikamsikia, kuna mtu mwingine alikuwa anamshauri pembeni, anamwambieje? Anamwambia fungu la 10. Haya yalikuwa ni maagizo wa kipindi kile cha Agano la Kale, walikuwa wameambiwa ni makuhani. Makuhani ndio walikuwa wameambiwa kwamba hilo fungu la 10 watapewa wao. Kwa hiyo hayo maagizo yalikuwa ni kipindi kile cha wana wa Israeli, lakini sisi hatutakiwi kutoa fungu la 10 kwa sasa hivi. Unapoacha kutoa fungu la 10, manake unamuibia Mungu. Kuna kuiba, kuna kumuibia Mungu na kuna kumuibia mwanadamu. Katika zile amri alisema usiibe. Ziliandikwa katika zile amri usiibe. Lakini sasa siku ya leo kuna kumuibia Mungu kwa kutokutoa fungu la 10 au sehemu ya 10 ya Mungu, zaka. Haleluya. Manake maagizo kama kipindi kile cha wana wa Israeli, ambao watu waliagizwa watoe fungu la 10 kwa makuhani. Maana yake maagizo yale yaliendelea mpaka leo hii, bado tunatakiwa tutoe sehemu ya 10. Hayo ni maagizo ya Mungu, tumtolee sehemu ya 10, fungu la 10. Malaki sura ya 3, nitasoma mstari ule wa 7 mpaka wa 10. Tokea siku za baba yenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo ya Mungu, wala hamkuyasikia. Twende pamoja, tutaweza kujua hayo ni maagizo gani. Maagizo toka kile kipindi cha baba zenu. Manake kipindi kile cha mababu wakina Adamu waliacha maagizo, Adamu na Hawa. Adamu aliacha maagizo ya Mungu, hakuyafuata. Haleluya. Kipindi kile wana wa Israeli walipewa maagizo ya Mungu, hawakufuata. Pia kipindi chetu sisi tunaambiwa mmeacha maagizo kama kile kipindi cha baba zenu waliacha maagizo. Tokea siku za baba yenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Bwana wa majeshi ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Ukiona Mungu anajitambulisha kama Bwana, maana miungu wako wengi. Mungu ni wengi sana huko duniani, lakini anapojitambulisha kama Bwana ndipo tunapomjua huyu ni Mungu. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Sasa hapa ndipo pa kujifunza kwamba tunamrudia Mungu kwa namna gani, maana amesema nirudieni. Mstari wa 8, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Kwa hiyo hapo cha kujifunza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Kwa hiyo kuna kumuibia Mungu kwa kutokutoa fungu la 10, sehemu ya 10. Yaani fedha inayomhusu mtu, au sadaka inayomhusu Mungu, au zaka inayomhusu Mungu. Unapoacha kutoa unamuibia. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Haleluya. Kwa maana hiyo basi, unapoacha kutoa zaka na dhabihu, kuna laana ambayo inakaa ndani yako. Unaweza ukawa unaishi tu unaona ni sawa kwa, lakini kumbe kuna laana ambayo inaishi ndani yako. Lakini madam leo Yesu Kristo yupo pamoja naye kupitia Roho wake. Kristo anakufundisha kwamba utoe zaka. Kama ulikosea, ipo neema, Mungu atakurehemu, atakusamehe. Kama ulikuwa utoi zaka fungu la 10, sasa uanze kutoa ili hiyo laana iondolewe. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwa hiyo
Katika nyumba ya Mungu chakula ambacho kinatakiwa pia mojawapo kiwepo ni zaka. Haleluya! Maana zaka pia ni chakula. Unapotoa zaka au fungu la 10 unamshibisha Mungu pia. Haleluya! Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkinijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Hivi unajua madirisha ya mbinguni wewe? Ziko baraka ambazo Mungu anakufungulia. Ulikuwa maisha yako ni ya chini, lakini unashangaa tu maisha yako yamekuwa makubwa. Mungu anafungua madirisha ya mbinguni, unabarikiwa tu. Mibaraka yako inakuwa mingi tu. Hayo ni madirisha ya mbinguni. Haleluya! Na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawakumbusha kwa habari ya fungu la 10 ni au zaka. Sasa wako watu ambao wanasema haina ulazima kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya Mungu. Ni fungu la 10 ni inamhusu Mungu, kumtolea Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 10 unatolea wapi? Fungu la 10 sehemu ya 10 unatolea kanisani, lakini pia Roho akikuongoza saa nyingine anaweza kukwambia nenda katoe sehemu fulani. Lakini pia fungu la 10 ni sehemu ya 10. Unaweza ukasaidia yatima na wajane. Fungu la 10 pia unaweza ukasaidia mahospitalini, gerezani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amena.